Hebu tuache mazungumzo yetu kidogo na tusafiri mpaka katikati ya jiji, kwenye lile jengo refu la Royal Group linalopiga mwangaza wa jua mithili ya almasi. Tayari? Basi keti, usikilize simulizi hii ya kusisimua kutoka kwetu Mr. Helwa Investment. Kivuli cha ahadi. Hatima kwenye ghorofa ya 15. Siku hiyo hali ya hewa ndani ya jengo hilo haikuwa ya kawaida. Kwenye ghorofa ya 15, korido zilikuwa na ukimya wa kutisha, ukimya uliovunjwa tu na mlio wa hatua nzito. Gudi gudi. Gudi gudi. Ni Ryan, tajiri kijana mwenye mamlaka na macho yaliyobeba dhoruba. Kila mfanyakazi aliyekuwa karibu alijibanza ukutani, wengine wakishusha pumzi kwa hofu. Ryan alikuwa ametoka kwenye kikao cha bodi na hasira yake ilikuwa kama volkeno inayotaka kulipuka. Lakini huko mbele kidogo, kulikuwa na binti mmoja aliyeitwa Lulu. Lulu hakuwa anawaza kuhusu hisa wala mamilioni ya kampuni. Akili yake ilikuwa kijijini, kwa mama yake mgonjwa na ada ya mdogo wake. Akiwa amevalia aproni yake ya kijivu, alikuwa ameinama akideki sakafu kwa bidii, akijitahidi kufanya kazi yake iwe kioo. Uzuri wake wa asili, ingawa ulikandamizwa na uchovu, ulikuwa unajidhihirisha waziwazi. Ghafla, sauti ya Ryan ilipasua hewa kama radi. Nimeshasema sitaki kuona mtu yoyote kwenye korido hii ninapopita. Lulu alishtuka. Mwili ukapata ganzi na mguu ukateleza kwenye sakafu mbichi ya marumaru. Kabla hajakaa sawa, ndoo ya maji ya deki, yale maji machafu ya sabuni, ilipinduka na kumwagika yote kwenye viatu vya bei mbaya na suruali ya suti ya Ryan. Wafanyakazi wengine walipiga yowe la chini, wengine wakishika midomo. Kila mtu alijua kuwa Lulu amejitafutia tiketi ya kurudi kijijini siku hiyo hiyo. Ryan hakuwa mtu wa mchezo. Lulu, huku akitetemeka na machozi yakiwa yanamlengalenga, aliinua uso wake. Macho yake yakakutana na ya Ryan. Muda ukasimama. Ryan, ambaye alikuwa tayari kufoka na kutoa amri ya kufukuzwa kwa mtu, alibaki ameduaa. Badala ya kuona mfanyakazi mzembe, aliona malaika aliyejawa na hofu. Samahani bosi, sikukusudia. Lulu alitetemeka, sauti yake ikikwama kooni. Badala ya dhoruba ya hasira, kulitokea kitu ambacho hakuna mtu alikitegemea. Ryan alishusha pumzi ndefu, kisha akatoa kitambaa chake cha hariri, kitambaa chenye harufu ya marashi ya gharama yanayoweza kulevya, na kumnyooshea Lulu. Simama, Ryan alisema kwa sauti ya chini lakini yenye upole wa ajabu. Nenda kabadilishe nguo, kisha uje ofisini kwangu mara moja. Lulu alibaki ameganda, moyo ukimwenda mbio. Ofisini kwake? Je, ni adhabu au ni nini? Lakini wakati Lulu akijaribu kujikusanya, hakuona kivuli kilichokuwa kimejificha nyuma ya nguzo. Ni Sasha, mchumba wa Ryan. Macho ya Sasha yalikuwa yamebadilika na kuwa mekundu kwa wivu na chuki. Alishuhudia kila kitu, tazamo la Ryan, kitambaa kile cha hariri, na upole ambao Ryan hajawahi kumwonyesha hata yeye. Utakaa ufurahie kitambaa hicho, Sasha alinong'ona kwa sauti ya sumu. Nitakufuta kwenye maisha yake, kabla hata hujaanza kuota. Je, nini kitatokea Lulu atakapoingia kwenye ofisi ya Ryan? Je, Sasha atatega mtego gani wa kumwangamiza binti huyu asiye na hatia? Usikose sehemu ya pili ya Kivuli cha Ahadi.